Hali gani ndugu yangu, bila shaka ubuheri wa afya. Mimi si jambo, naitwa Multipurpose Complex Machine, sauti ya radi teacher kama teacher. Akili iko safi sodakita kabisa, tayari sasa kwanza kuzungumza na wewe kwenye jambo ambalo liko mezani. Bila shaka na wewe uko vizuri sasa, tayari kunisikiliza kwenye jambo hili. Mimi nikwambie niko safi kimwili na kiroho. Karibu sana kwenye kipindi. Anayelengwa hapa si mwingine, ni mkulima wa zao la kahawa, watu wa Mbinga mjini, na wasalimu sana watu wa Mbinga vijijini. Karibu sana kwenye jambo hili, tuweze kunena pamoja na tuelewane kwenye jambo hili, na si kingine ni kuhusiana na utanuzi wa mmea wa kahawa. Kutanua mmea wa kahawa ili upate kipato kikubwa zaidi ya kile ambacho pengine ulikuwa unakipata kwa kufanya makosa kwenye jambo ambalo linatajwa hapa. Sasa kuna njia takriban 3 hivi ambazo mimi nitazizungumza hapa, pamoja na njia zingine zote ambazo unazijua wewe. Kuna njia 3 ambazo zitatajwa hapa, namna ya kutanua mmea wa kahawa. Njia ya kwanza inahusiana na namna ya ukataji. Ukataji kwa maana ya kupruni, kwamba unaupruni vipi mmea wako, unaukata vipi mmea wako. Ninavyozungumza habari ya kukata mmea au kupruni mmea, watu wanaozalisha zao la kahawa, wanaolima kahawa wanafahamu maana yake ni nini. Kupruni maana yake ni kuondoa matawi ambayo si zalishi kwenye mmea wako wa kahawa na kuyaruhusu matawi mengine ambayo ni zalishi ili yaweze kustawi katika mmea wako wa kahawa. Hiyo ndio kupruni bwana. Unapunguza matawi. Lakini sasa jambo lingine linalohusiana na kupruni kahawa ni kuyapanga matawi kwenye mmea wa kahawa kuelekea kila upande wa mmea wa kahawa. Hiyo ndio kupruni. Kwa hiyo sasa kutanua mmea wako uwe mpana, kwamba nafasi ya mmea wako iwe kubwa, inategemea unayapanga vipi matawi wakati wa kukata mmea wako au wakati wa kupruni. Unaondoaje matawi zalishi kwenye mmea wako? Hiyo ndio kupruni mmea wa kahawa. Kwa hiyo namna ambavyo unapruni basi itakufanya uweze kufanya mmea wako uwe mpana kweli na kupata kipato kikubwa sana kutoka kwenye mmea wako mmoja. Lakini hii yote inategemea vipi wakati wa kupanda mmea wako ulizingatia space, kwa maana nafasi kutoka mmea moja mpaka mwingine. Na wakati mwingine mimi nikwambie, mmea wako kuto kutanuka inatokana na kukosea katika uzingatiaji wa space kutoka mmea moja hadi mmea mwingine. Kwa hiyo unakuwa umeibana. Lakini ukizingatia hilo, basi ukaja ukakata vizuri, ukapruni vizuri mmea wako, kwa maana ya kupanga matawi na kuondoa matawi ambayo si zalishi kwenye mmea, basi unakuwa na mmea mpana sana. Multipurpose Complex Machine. Watu wa Mbinga mpo? Watu wa Mbinga vijijini, Mbinga mjini mpo? Na wasalimu sana, hongereni sana kwa kuzalisha zao la kahawa. Lakini njia ya pili ni namna ambavyo unaweka mbolea. Sasa hapa tusikilizane. Uwekaji wa mbolea pia nao unachangia mmea wako kufanya utanuke au uchukue nafasi ndogo au nafasi kubwa. Na tunachokipenda hapa ni mmea uwe mpana. Sasa uwekaji wa mbolea, namna unavyoweka mbolea ndio determinant ya mmea wako kuwa mpana au kuchukua nafasi ndogo. Ni kwambie, unavyoweka mbolea unatakiwa kuwa makini sana. Tulishazungumza kipindi kilichopita, mbolea unaweka matawi ya ngazi ya kwanza kwenye mmea yalipoishia ndio unaweka mbolea. Kwa hiyo sasa unaweka mbolea, kwa mfano awamu ya kwanza unaweka upande mmoja, sawa? Mbolea unaweka upande mmoja pale yalipoishia matawi. Ikifika awamu nyingine usiweke tena upande ule, badilisha upande. Umeshanielewa? Kwa hiyo tunavyobadilisha upande, tunafanya mmea pande zote uwe unatanuka sawa sawa. Sijui mtakuwa mmenielewa kwamba kama unaweka upande wa kwanza awamu ya kwanza, basi awamu ya pili badilisha upande wa kuweka mbolea. Ikifika kama unaweka awamu tatu, basi awamu ya tatu badilisha pia upande wa kuweka mbolea. Mwisho wa siku utakuta mmea wako wote umezungushiwa na mbolea kwa awamu zote ambazo umeweka kwenye mmea wako mbolea. Sasa kufanya hivi basi unapata nafasi ya kuutanua mmea wako kila upande. Umenipata? Njia ya tatu, hiyo ilikuwa ni njia namna ya kuweka mbolea, ndio unaofanya mmea ni determinant kwenye kutanuka kwa mmea. Njia ya tatu ni
Ni namna unavyoweka mmea stop. Watu wanaozalisha kahawa wanajua kuweka mmea stop manake nini. Ni namna unavyoweka mmea wako stop kwenye machipukizi ya mmea wako. Hii nayo pia inasaidia kufanya mmea wako utanuke, au uchukue nafasi kubwa au uchukue nafasi ndogo. Ina maana kwamba ukichukua nafasi ndogo mmea wako, ukifanya mmea wako uchukue nafasi ndogo, maana yake hata kipato kinakuwa ni kidogo. Kama unatengeneza mmea wako uchukue nafasi kubwa kwenye eneo ulilopanda, basi hata kipato kinakuwa ni kikubwa. Kwa hiyo hii ya uwekaji stop nayo ni determinant ya mmea wako kuwa mpana, kutanuka. Kwa hiyo hapa unatanua mmea wako. Inategemea stop unaweka kwa muda, baada ya muda gani, umeelewa eh? Na uwekaji stop mmea ni toka unavyopanda pale. Namna kila hatua unavyoendelea kukuza mmea wako, kuna kipindi fulani lazima mmea uweke stop ili uweze kutanuka kwanza, alafu baadaye utengeneze ngazi nyingine na kutanua. Sasa hayo yote bwana inategemea wewe mwenyewe. Na mimi nikwambie haya mambo hayausi, sio lazima mpaka uwe bwana shamba. Hapana. Mkulima unaweza ukayafanya mambo haya mwenyewe. Lakini inawezekana kabisa ukawa unajua, lakini si kwa kiwango kile ambacho pengine kama ninavyokueleza hapa. Na mimi nakueleza ili uone kwamba jambo hili ni la msingi sana. Tunasema kutanua mmea ili upate kipato kikubwa sana. Lakini mimi naitwa Matipapaz Complex Machine, sauti ya radi. Kipindi kinachokuja tutazungumza sasa kudondoka kwa matunda ya mmea wa kahawa. Umeipata hiyo eh? Swadakta kabisa, akili iko vizuri, chukua elimu hiyo. Nitwe Matipapaz Complex Machine, sauti ya radi. Zingatia hilo, kutanua mmea wako wa kahawa ili upate kipato kikubwa. Na unatanuaje? Ni hiyo. Na nimesha kuambia zingatia uwekaji wa mbolea. Awamu ya kwanza weka mbolea upande moja, awamu inayofuata badilisha upande. Ina maana kwenye shamba lako zingatia awamu ya kwanza mbolea uliweka upande gani. Ikifika awamu nyingine usiweka tena upande ule, badilisha upande mwingine. Ikifika awamu ya tatu, kama unatia mbolea awamu tatu, badilisha upande. Bila shaka utakuwa umenielewa. Chukua elimu hiyo. Nitwe Matipapaz kama ambavyo nimekuambia. Complex Machine.